Habari. Leo tutajifunza kanuni nyingine ya kawaida ya kufasiri neno la Mungu. Kanuni hii ni kufasiri kulingana na mtindo wa uandishi. Unajua kama nilivyosema kwamba wakati Biblia inaandikwa, waandishi waliokuwa wanaandika Biblia waliwezeshwa na Roho Mtakatifu, lakini walitumia mitindo mbalimbali ya uandishi ya kawaida ambayo inaeleweka na wale watu waliokuwa wanasoma kwa wakati huo. Kwa hiyo kwa mfano kuna mitindo mingi ambayo ilitumika. Kumbuka tunasema lugha nyingi lugha kuu tatu ambazo zilitumika kuandika Biblia. Kulikuwa na Kiaramaiki, Kiebrania pamoja na Kiunani, si ndio? Katika ile awali. Lakini sasa lugha hizi zote zilikuwa na zilitumia mtindo wa uandishi. Maana yake zilitumia aidha ushairi. Kwa mfano ushairi wa Kiebrania lazima ujue muundo au mtindo wa ushairi wa Kiebrania ulikuwa unaandikwa katika mfumo gani au ulikuwa unaandikwaje. Kwa mfano katika Zaburi tunaweza kuona kwamba mara nyingi Zaburi iliandikwa kwa pea, iliandika kwa kufuatana na kanuni halisi za ushairi. Si unajua kwenye ushairi kuna verse, tunasema kuna mistari ambayo hiyo mistari inakuwa na mwishoni inamalizia na kina, si ndio? Ina vina, si ndio? Kwa hiyo ukisoma Zaburi au ukisoma vitabu kama Zaburi, Ayubu na vitabu vya Misali, Wimbo Ulio Bora, ni vema ukichunguza zile kwa kutumia kanuni zile za msingi za ushairi. Itakusaidia kupata maana. Kwa mfano kuna mara nyingi kunakuwa kama kuna mabishano kwenye Zaburi. Mwanzoni anaanza na kitu cha ukweli, lakini anamalizia kwa mafumbo. Kwa hiyo tutaona tamasali za semi, tutaona lugha za kiishara za sitiari mbalimbali zimetumika. Utaona namna ambavyo anatumia mafumbo, anatumia wakati mwingine kejeli, ili tu kuweza kupeleka ule ujumbe muhimu ambao ulikusudiwa. Kumbuka jamii ile ya kwanza ambayo ilikuwa inasikiliza hizo kejeli, inasikiliza hayo mafumbo, ilielewa kwa sababu ilikuwa ni lugha yao. Lakini sasa sisi tunaposoma, ili kuelewa na kufahamu, ni lazima tutumie kanuni hizo za mtindo wa uandishi. Lakini kitu kingine, mtindo wengine wa uandishi unaweza kuwa ni unabii. Unabii una kanuni zake za kufasiri unabii, na kulingana na maandiko matakatifu zimeainishwa pia. Lakini pia mtindo mwingine unaweza kuwa ni mtindo wa kuzungumza, mazungumzo, hoja mbalimbali utaziona kwenye mazungumzo. Lazima utaangalia hoja za msingi zilizotolewa. Kunaweza kuwa hoja ya kwanza, kunaweza kuwa na hoja ya pili. Tutaweza kuangalia jinsi zilivyounganika, viunganishi. Tutaweza kuona jinsi ambavyo mwandishi anazungumza, lakini anasema basi, kwa hiyo. Kwa hiyo tutaona kwenye mtindo huo wa uandishi. Lakini pia inaweza kuwa tunasema kuna mtindo mwingine inaweza kama ni mtindo wa kufundisha au kuhubiri. Yote hiyo ni mtindo ambao unaonekana. Kwa hiyo ni moja kati ya mitindo ambayo tunaangalia. Mingine inaweza kawa ni jinsi alivyoandika hadithi. Unajua uandishi wa hadithi ni tofauti na uandishi wa ushairi. Uandishi wa hadithi ni kama unaandika movie vile. Ni kama unaiandikia movie. Lazima iwe na kisa, iwe na nini kilikuwa chanzo cha kusisimua. Lazima kuwe na msisimuko ndani yake. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu vya muhimu tunapofasiri. Lazima tuangalie jinsi ambavyo hadithi inaandikwa. Na kumbuka, kutoka hatua moja kwenda nyingine inabeba ujumbe mmoja kwenda ujumbe mwingine. Kwa hiyo katika sehemu hii ya uandishi, kujua mtindo wa uandishi kunatusaidia kujua namna ya kufasiri mtindo huo. Kwa hiyo kwa siku ya leo nilipenda tujue tu kwamba tunaweza kufasiri kulingana na aina hizi na mitindo hii. Lakini kwa upana zaidi tutaweza kuona zaidi katika somo lijalo, au katika tunapofasiri ili kupata maana
kwa kutumia ufasiri maalum. Tutaangalia ufasiri wa ushahidi unakuwaje, tutaangalia ufasiri wa misali upoje, ufasiri wa mifano upoje, ufasiri wa hadisi upoje, unawezaje kufasiri tunasema fasihi kulingana na fasihi zilizotumika. Manake tutaangalia masuala ya vishazi huru na vishazi tegemezi, tutaangalia jinsi ambavyo vile vishazi vinajenga ujumbe wa neno la Mungu. Kwa hiyo hayo ni mambo ya msingi ambayo tutayaona kwa mapana, hasa kwenye tunapoangalia sheria maalum za ufasiri au sheria kulingana na umaalumu wa hiyo mtindo wa uandishi. Kwa hiyo tutatazama hiyo kwa mapana katika kipindi kingine, lakini kwa leo nitaka tujue tu kwamba kunaweza kufasiri kulingana na mtindo, kwa sababu unaweza kukuta unasoma shairi wewe unafasiri kama mazungumzo, unaweza kuwa unasoma mazungumzo unafasiri kama shairi, wakati ni vitu viwili tofauti na vinaweza kukupa maana tofauti kulingana na hizo kanuni za ufasiri. Kwa hiyo karibu tena katika kipindi kijacho ambacho tutaangalia sheria nyingine ya kawaida, hasa ile sheria ya kusoma neno la Mungu kulingana na vifungu vingine. Hiyo ni sheria ndefu, tutaisoma, tutaitafakari, na kanuni hiyo ni ya msingi sana wakati tunaposoma neno la Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, niweze kukaribisha katika kipindi kingine ambacho tutatazama kwa wiki ijayo, ili tuweze kuona kwa mapana zaidi jinsi ambavyo kanuni hiyo inaweza kutusaidia pia kupata maana katika neno la Mungu. Basi uwe na wakati mwema, na nikukaribishe usikose kuendelea kutufuatilia kwenye peji zetu za Instagram, za Facebook na zile za TikTok kupitia 100 Fold Publishing. Asanteni sana.